Kama unataka mimi niondoke, nifanyie kile kitu kizuri ambacho mimi ndafurahi. Sasa kitu gani jamani? Whatever you like. Nako. Kitu fumba macho. Na? Fumba macho. Na? Fumba macho. Okay. Tayari nimeshafumba. Sasa nataka hicho hapo kitu kizuri unionyeshe. Nataka unionyeshe hicho hapo kitu kizuri. Shembebi. Shembebi. Zuberi, how are you? Shalom, shalom. Friji langu bovu. Ulikuwa unaongea nini na mke wangu? Kuna ndoto moja niliota, sawa? Ndo nikawa namsimulia, hata haijaisha wewe ndo ukatokea. Alafu anakuogopa. Mama Juma, ulienda ulienda kazini? Mama Juma. Mjo. Mkeo yako tu amekimbia, ni vile unamtisha. Usimtishe mkeo, yani ishi naye vizuri, sawa? Nyamaza. Bema yangu. Ulikuwa unaongea nini na Mboneke? Siongea naye chochote mwana. Mboneke? Naam. Ulikuwa unaongea nini na mke wangu? Zuberi, unasikia mimi nikipandisha sauti, ukipandisha sauti hatutaelewana, unasikia? Nakwambia mimi hapa mkeo, mimi nikawa nimeota ndoto, nikawa namsimulia hivi, ndo katokea wewe, ndo akaondoka, anakuogopa. Hiyo inakuwa sio vizuri, mkeo mnaishi mkao mnaogopana. Ni kweli mume wangu, nimekutana hapa na Mboneke, akaniambia mastori zake sio kaota nini sio kafanyaje hivyo, tu kinajaniambia chochote. Yuko sahihi. Mume wangu, niko nakuomba, hapa ni njiani. Tutajaza watu, alafu hapa ni njiani kila mtu anapita. Hebu mwache, unamjua kabisa huyo akili zake. Wengine wale kule wanachungulia. Sasa nyie mnachungulia nini? Washaanza kujali. Yaani mimi nadhani mngeingia ndani, yaani kupunguza hizi jazba. Na kuonya. Huyu mke wangu sitaki mazoea naye. Potea. Na? Potea hapa. Hii sio mchawi, mimi nasali TID. Wachai ndo wanapoteaga, kuna ile potea. Mume wangu twende ndani, achana nani. Usisubutu hata kuinua mguu Zuberi. Hivi Zuberi, wewe ni mwanaume gani usielewa? Baby, mimi nijua ashaisha tayari. Si anaongeleka kabisa. Bibi yako nani? Nilishakwambia mimi naye tumemalizana. Kwa hiyo baby toa. Alafu niambie nini kimekuleta Zuberi? Si nilishakwambia sitaki kukuona hapa. No, unajua kabisa baby, jinsi ninavyokupenda. Na mimi siwezi kuishi bila wewe. Unajua mimi nahitaji tujenge familia mimi na wewe. Bado na mipango mingi na wewe. Nataka tujenge familia mpenzi. Familia? Familia gani ambayo unaizungumzia? Familia si unayo nyumbani, si una mke wewe, si una watoto. Leo hii utataka familia, na familia hiyo familia gani? Zuberi, sikutaki jamani. Mbona unaningangania? Katengeneze familia yako na mkeo nyumbani. Kaa utulie wewe baba, umeoa. Sikutaki Zuberi. Naomba niongee tena kwa herufi kubwa. Sikutaki. Naomba unielewe. Naomba uondoke Zuberi. Mara nyingi waga naonaga tu na kaka yako. Wewe sijai kuona. Kwanza una miaka mingapi? Mimi 17. 17. Kia unakula nini miaka 17 aise? Kulizika tu. Kweli aise. Na unajua hatujaonana siku 2-3 hivi. Ulikuwepo wapi? Mimi nilikuwa naumwa, unajua tena. Sasa ulikuwa unaumwa nini? UTI tu yangu. Ulijuaje kama una UTI? Nilienda kupima asubuhi. Kumbe ni kama malaya
Hamna si. Wewe ni kama malaya eh? Sasa mimi nakoje malaya sasa? Mimi sivijali. Sasa nisikize mdogo wangu, UTI na HIV huwa vinaenda sawa. Ni kama mtu na mdogo wake. Kuwa makini, sawa mdogo wangu? Sawa, haina shida, lakini sasa kausha basi, unajua. Haya Mr. Zuma. Basi sawa. Ngoja niendelee kupumzika sana. Sasa hilo jina litoe lazima. Baya sana, unajua mtaani hapa mimi haya mdogo wangu, sawa. Mtaani unaheshimika wapi mtoto mdogo wewe? Nakuchapa bakola wewe. wewe hapana. Nakuchapa wewe. Kama laya kumbe. Basi poa. Yaani yule bwana aisee ningempiga vibaya. Yaani sijui waga nguvu inatokea wapi nikiwa na mpenzi wangu. Yaani kuna nguvu waga inakuja ya ajabu. Ningemfanya kitu kibaya. Kwa ungepigana. Yaani asingefua dafu lolote kwangu. Na zile nyama mzee angekuumiza. Nyama wapi? Zile nyama hata kwenye sambusa zipo. Ogopa nyama za mwanaume zinafananishwa na kwenye sambusa. Kitu ambacho ningemfanya huyo. Mbona angekuwa fundisho kwa wengine. Na unajua ukiwa na mwanamke kuna ile nguvu ya kitofauti inakuja. Ni sawa na Wakristo. Kuna Roho Mtakatifu wanatuvuvia zile nguvu sasa. Mimi Lakini babe, unajua mimi sipendi kupigana. Alafu unakaa hapa unajisifia unataka kupigana. Yaani mke wangu wewe ukisema nisipigane, sipigane. Lakini nikiona mtu sasa anavuka mipaka, nampiga vibaya. Unajua kabla hujawa dalali, lazima uwe na nguvu za kupigana, afu ndo uingie kwenye udalali sasa. Ndio naisikia kwako. Mimi ningempiga vibaya, na kwa sababu hiyo wewe mwanangu nakufundisha kitu. Yaani ukiwa na mwanamke kuna nguvu inakuja ambayo ni ya kitofauti. Na sijui hiyo nguvu inatokaga wapi. Mimi kiukweli napenda kapo yenu. Jinsi mna furaha, mnavyo enjoy. Natamani mfike mbali. Ndio. Baada ya siku nakuja nikute kuna katoto. Sio mtoto tu, yani hapa utamkuta rais. Azungumzia mtoto. Hapa ni rais wewe. Kumbe ajui huyo. Mambo mengine tu ni asili, mimi najaribu kukuelekeza. Unajua Shem, usijali. Yaani kama ibaki kama kidogo tu, kila kitu. Sawa, mimi mwenyewe nawafuata jendo zenu, ila mimi bado mtoto kidogo. Baadaye nitampata. Wewe mtoto. Malaya tumefichia kwenye utoto. Na hapa mimi ninachotaka ujifunze kupitia mahusiano yetu sisi. Ujifunze vizuri kumpenda mwanamke wewe. Friji langu bovu. Mbona nimetoka paka hapa nje sokoni? Wai basi muda ndio huu. Chea kama chea. Aise. Oya chea unawaka. Mambo yako na wewe. Nashukuru sana. Aise chea, yani usingekuepo mtu wa mazabauni. Wewe unavowaka hivyo. Aise wewe ungekuwa mwanamitindo. Kama wakina Beyonce. Imagine. Kumbe Beyonce sio mwanamitindo, ni mwanamuziki. Alafu chea anacheka tu akaelewi chochote mambo ya dunia. Aise, chea, kitu ambacho siwezi mimi hapa nikajutia. Basi ni mimi kukupigia kula wewe kwa mwenyekiti wa jumuiya ya vijana. Nashukuru sana kwa kila yako. You are very smart. Alafu una hofu ya gadi. Sema, nakuona mbali chea kama chea. Yaani nakuona far away. Kama sio askofu, prophet. Amina. Kila penye nguvu ya Mungu, kila jambo linawezekana. Aise, wewe unatupambania basi huko kwenye jumuiya tupate hata mikopo. Kila kitu kinakwenda kwa mipango. Sasa sisi ambao tuko kwenye process ya kuoa, sometime maandalizi, kamati nasema eti tuwe tunaanzia labda milioni 2. Usijali. Aise, chea wewe ni noma. Sasa huko unafanya nini? Nilikopo kule sasa nikaa naongea na simu ya siri. Kwa hiyo unajua tena sio kila simu kila mtu ajue unaongea na nani. Kwa hiyo nikaa nimekaa hapa.
Maanake mambo ya uongozi huko, si ndio? Mambo najua tena. Ngoja nikuage na Yohana 3 mstari wa 16 unasema maskini hata sijui unasema. Hapo mambo yako. Vipi, mbona umechelewa sana? Amna, unajua tena mazingira ya nyumbani. Twende basi. Haya. Mbona kama mambo yanaenda kuwa magumu sasa? Hivi ushauri wa dada utafanya kazi kweli? Na ni vipi kama Zuberi akigundua bado ujauzito haujatoka na wala sijatoa mimba yake? Si nitajiingiza kwenye hatari? Mwenyezi Mungu, nifanye nini mimi? Lazima nifanye kitu, la sivyo mambo yatakuwa magumu kuliko hata nilivyotarajia. Mina shimbo za kitu basi. Nifanye nini mimi? Natakiwa kufanya kitu. Hili jambo haliwezi kuisha hivi kirahisi. Nadhani hii itakuwa wazo zuri. Afu baby, kwa nini unaninyima tunda langu? Babe, nitakupa, kila kitu kina muda, siwezi kukurupuka tu. Unajua tena mimi kijana, afu mimi nilijali, unajua. Mbona una haraka? Vitu vizuri havitaki haraka. Sasa kizungumzia muda tena hapo. Huoni kama unanikatili mamangu? Okay. Next week kila kitu kitakuwa sawa. Sure. Asante, nitafanyaje sasa? Dogo vipi? Safi brother, vipi? Ujambo? Sijambo. Ila vitoto vya 2000. Kwa hiyo kusema shikamoo unaona nzito. Dogo, yani malai umepona UTI? Umetoka hospitalini wewe? UTI? Tulia, ni siri. Sasa UTI kivipi? Mdogo wangu kuwa makini. Hivi unajua HIV na UTI ni mtu na mdogo wake? Yaani una UTI umekuja hapa kuniomba tendo? Sasa unamsikiza huyu unanisikiza mimi? Kweli unataka uniue na magonjwa yako, si ndio? Unasikia? Huyu hapo ana UTI. Hata ukimwangalia mfukoni hapo ana vidonge vya UTI. Na nisikilize, unasikia binti? Mtaani huyo tunamuita Mr. Azuma. Niko kichaa, naongea ukweli. Shahidi una UTI wewe. Sasa wewe baby nisikize. Wewe niache kwanza. Wewe dogo. Kwa nini utuli kama laya kumbe wewe? Baby. Wewe ni muuaji. Baby amna, usimsikize. Una UTI unataka kuniua. Sina baby mimi. Na umetoka hapa hivi kuniomba tendo la ndoa. Kweli shahidi unataka kuniua na UTI zako? Sasa unamsikiza. Mdau baby eka pembeni. Ule sio kwamba ni kichaa, ni mtu mzima anajitambua. Hawezi kutoka mguu mosi mguu pili akaja hapa akasema eti wewe una UTI. Akusingizie wewe nani? Kama unielewi, utanishukuru baadaye. Hai. Bye. See you. Unazingua. Sijui nikapo kwanza sija kukubalia. Shahidi unakili wewe. Usinishike bana utanitaja na bana UTI. Unataka uniue? Unataka uniue shahidi nakuuliza. Sikize basi. Umetoka muda si mrefu kuniomba tendo la ndoa. Unamsikiza yule unanisikiza mimi. Wewe yule kaka sio chizi. Sio pungwani yule, sio kwamba ana akili. Hataki alipotoka aje kukusebu niache usinishike na UTI zako wewe. Wewe. Tena wewe mwanzo na mwisho. Sababu wewe. Friji langu bovu. Friji langu aligandishi. Pesa mbovu iko kwa
basi mimi ni wewe. Basi sasa tasiliana. Haya. Chea. Ndio simu hiyo ya emergency. Amna, sio huyo. Mwenyekiti wa jumuiya. Usi mtoto mchungaji? Alitumwa na babake ili kuja kwangu pale kuna mambo kuja kumuelekeza. Alimwagiza kuja kwangu. Sio unajua nilikuwa kwenye bad mood. Alimwagiza kuja kwako. Na hivyo. Aise. Sasa hapa ndo naanza kuamini yale maneno ambayo yalizuka kanisani na mtaani kwamba wewe unatembea na mke wa mchungaji wetu. Usinivunje shimo bwana. Hayo maneno gani unaniambia? Kwa hiyo mwenyekiti, hebu ngoja kwanza. Kwa hiyo inamaanisha mwenyekiti unakula yai na anayetaga yai. Hebu sikiliza. Iwe siri. Wewe ni kijana mwenzangu kwa sababu umeona hapa. Hebu nyamazie basi. Unaona maneno mengi yamesimia wewe unatembea na mke wa mchungaji. Mimi hata mimi nikawa nakuheshimu sana, sawa? Lakini leo nimeona kwa macho yangu. Inamaanisha sasa jiwe moja ndege wawili. Anyway, nifunike kombe mwanalamu apite. Sasa nani mwanalamu? Kati yako wewe au mimi? Hapa hakuna mwanalamu. Yaani nakuhakikishia ukinyamaza nitakupa vitu vingi sana. Kweli ndafurahi? Shalom. See you. Baki na amani. See you. Unakula yai na mtaga. Okay, see you. Mna enjoy Basi usisahau kusubscribe channel yetu na kutani on notification.